time. Wow. Notepad inatuonyeshea saa 5 dakika 16. Je, hapa inasema saa ngapi? Saa 5 dakika 16. Kwa nini? Haya, saa 5 dakika 16 hapa ikiwa inaenda kubadilika 17. Tukanseli. Tukirudi hapa imebadilika saa 5 dakika 17. Kwa nini? Hii kumbuka ni notepad hii. Kumbuka ni notepad dakika 17. Wow, na maana notepad unaweza ukaseti muda. Tumefanyaje? Kuwa mpole. Hii hapa voice. Kwa nini? Tunaandika katika voice, tunaandika computer tricks. Computer tricks. Na yenyewe inasema computer tricks. Wow. Computer tricks. Computer tricks. Yes, na yenyewe inasema computer tricks. Tumefanyaje? Endelea kubaki hapa kwenye channel hii RS, kipindi chako Computer Tricks. Leo tunaonyesha maajabu kidogo ya notepad. Katika kompyuta yako kuna notepad. Katika kompyuta yako kuna notepad. Click Windows -R, type notepad. Then itakuja kama tumefanyaje pale. Sasa twende sambamba, trick yetu inaanzia hapa. Hii ni notepad. Kama ni notepad, ndani yake andika dot log, kama unavyoona hapo dot log. Basi simple kuliko kumeza mate. Simple. Tunaja kusave, sijui tu save .bat au tu save .vbs. No, wewe save tu kawaida. Wewe unaweza ukaandika hapa ni text, haina dot, haina command yoyote. Wewe andika tu time, labda kwa sababu ni kitu kinaenda kujenga time. Desktop, then save. Kwa sababu time ipo, weka time 3. Kwa sababu mimi nina time 1 na time 2. Time yetu 3 hapa tunafungua. Wow. Muda hapa unasema saa 5 dakika 19, na hivyo kadiri muda utakapobadilika muda utabadilika hivyo. Chawi notepad katika kompyuta yako. Fungua hiyo notepad, andika .log, yani log, kwisha. Save tu notepad yako kwa jina lolote. Unaweza ukasave ulama, ukasave chochote. Ngoje tuanze mwanzo. Sasa tuko kwenye saa 5 dakika 19. Tunasubiri hapa ibadilike dakika 20. Tunasubiri ibadilike dakika 20. Tunafungua tena hapo saa 5 dakika 20, na hapa saa 5 dakika 20. Wow. Haya ni maajabu. Kumbe unaweza ukasevu time kwenye notepad tu pasipo kuhangaika sijui na nini. Okay. Haya, tunaanza mwanzo. Trick yetu inaanzia hapa. Click Windows -R. Shida ni notepad. Unaweza uka click Windows -X, Windows +X, tunaenda neno yetu run. Katika run tunaandika notepad, au tunaweza tukaja tu kwenye window hapa tunaandika notepad. Hii hapa simple, fungua open. Basi ndani ya notepad andika dot kama dot, andika log. Basi tunasave vipi? Wewe utaandika jina unalotaka wewe. Mimi kwa mfano labda naweza nikaandika robot. Naweza nikaandika tu robot time. Basi hii kumbuka haina command yoyote mbele. .vbs bali haina command. Basi robot time hii hapa, hii robot time. Fungua, itatuambia muda ndani saa 5 dakika 20.
nafikiri tuko sambamba, lakini nyingine nilikuonyeshea pale voice ni nini ndani yake, tukaandika computer trick. Unaweza ukaandika kitu chochote, mfano unaweza kuweka Ramso. yeah, ni mimi okay. Kwa hiyo unaona voice tumetengeneza wenyewe voice. Sasa command za voice kidogo ni ndefu, nimeziandika kwenye notepad ili kama vipi upozi hii video uziangalie hizo command, na wewe uko fungua notepad yako ndani, andika hizi command. Sijui unaziona hizi hapa command, sijui unaziona hapo. Utatakiwa kwenye notepad yako uandike hiyo command ambaye dim message hapo .sapi, yani kama ilivyo. Andika hizi command kwako kama zilivyo, kisha hizi command utazisave. Kumbuka hii ni notepad, utaenda kwenye save as. Mimi nimeandika voice, unaweza ukaandika robot yote inawezekana, ila hii sasa mbele utatakiwa uweke .vbs. Unaona .vbs save. Ukisha copy hiyo robot, ukisha copy ile kabandi nilizokuonyesha hapa, ukishazipesti kwenye notepad yako, sasa kwa wewe huko utatakiwa uziandike hizi ziandike hizi zote kama ilivyo, yani command ni hizi, kwa maana utapozi video, hakikisha unazisoma hizi, then utakuja utazitype kama zilivyo, then utasave as .vbs. Hapa kama kawaida utaandika chochote, nimeandika mwanzo Ramso, yenyewe Ramso. Kwa hiyo leo katika hii hapa au turudie chap Windows -R, notepad enter. Command ni hizi hapa, hizi command utazichukua kama zilivyo, utapaste. Umeshaona, wewe utatype kwako upande wako, wewe utatype command hizi kwenye notepad, then usha type katika hizi utakuja kwenye file save as, then hapa utaandika chochote, unaweza kuandika Ramso. Mimi hapa naandika Ramso voice. Sasa hapa muhimu katika hii lazima uweke command ambaye .vbs. Kuna .bat, leo hii ni .vbs, then utaisave. Ukishaisave, tutaangalia voice yetu, tumeandika Ramso, hii hapa chini Ramso voice.vbs. Ushaona? Then type chochote hapa ndani. Kuna aina fulani ya majina, unaweza ukaingia kwenye internet ukaangalia aina ya jina. Kuna majina fulani magumu, itakusaidia ukiweka hapa jina hili linatamkwa vipi, hii itakusaidia kwenye kutamka. Mfano Bogota, unaona? Kwa hiyo utajua inatamkwa Bogota. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Mfano tunarudia computer trick, umeona tricks, computer tricks. Yes, computer tricks.
Hiyo ndio triki namba 2. Triki ya kwanza time. Utafungua notepad yako, utaandika .log, basi utasave. Wewe utajua utasave jina gani, robot time au save time, utasave vyovyote vile. Then ukifungua hiyo time, kila muda utakapokuwa unaenda saa 6 na dakika 5, na kweli ukiangalia hapa ni saa 6 na dakika 5. Kwa hiyo sio masiara, ni kitu kiko serious. Utaandika notepad yako, ndani utaweka .log, basi save, itakuwa inaenda na muda. Trick ya pili, voice. Utaandika command hizi hapa, kwa maana ni ndefu, ndefu maana command ni nyingi ndefu. Mimi nimeandika kabisa kwenye notepad, wewe utazisoma command hizo hapo, na kwako utafungua notepad, utaziandika command hizi kama unavyoona, utaziandika kama zilivyo. Then utasave as, wewe utaandika utajua unaandika kitu gani. Unaandika me voice, wewe tena chochote voice. Katika maandishi utaandika chochote, lakini baada ukishamaliza hicho ulichoandika utaweka dot bila kuacha nafasi. VBS me hapa mimi nimeandika space voice, voice dot. Katika hii neno voice nika bila kuacha nafasi VBS. Then utasave, utaselect wapi. Mimi nitasave hii desktop, ijisave ili hapo tuone. Kwa hiyo hapa mi voice dot, lakini kipindi iko ndani na command zetu zile. Kwa hiyo hapa utatamka, utaandika chochote. Umeona, shaandika wewe chochote, yenyewe hii itakusomea. Computer tricks. Yes. Trick ya pili, SIG. SIG verif. SIG verif. SIG verif run as administrator. Hapa ni nini? Twende kwanza, nitakwambia hiki ni kitu gani. Inasema file signature verification. File signature verification. Type kwako, utaklik tu mara moja, window menu utaandika SIG verif bila kuacha nafasi. Itakuja kitu kama hiko. Hii hapa tuna skani. Huenda katika kompyuta yako kuna mtu anafuatilia, au kuna tracker, au kuna haka, au kuna kitu chochote kinachoashiria kukuspy. Yenyewe utakuja kuskani hapa. Utakuja kuskani hapa. Kama kompyuta yako iko tracked itakwambia. Mimi hapa siko tracked. Kama una trackiwa itakwambia, au kama kuna haka kaingiza linki zake, kuna haka amekuingizia linki, itakwambia. Then tunaanza mwanzo. Unaweza uka click Windows -R. Itakuja hii kama kawaida yetu, SIG verif. Verif. Click OK, itakuja. Lakini sisi tunataka tuende kuirani administrator, maana yake utaisearch kwenye window. Click window bar mara moja, window bar. Then utaandika SIG verif, au tunakuja hapa SIG verif. Okay. Hii itaskani na kompyuta yako kama kuna haka au kuna
spy yoyote itakueleza. Tutatakiwa hatua inayofuata tuingie intaneti tuandike Hitman Pro. Utatakiwa uwe na Hitman Pro. Utaandika hapo Hitman Pro, Hitman Pro, Hitman Pro, Hitman Pro, Hitman Pro. Mtandao huu hapa juu, mtandao hapa kama unavyoonekana. Uta download free trial, wanakupa siku 30. Utakuja hapa kwenye download, yep. 64 au download hii Hitman Pro 64. Mtandao wangu uko chini. Okay, imesha kuja hapa download. Yeah. Itafanya automatic update yenyewe. Ni nini hiyo? Ni hatua ya pili, kama nilivyokuambia kwamba inaenda kuangalia je, katika kompyuta yetu kuna mambo ya ajabu ajabu, mfano kama hackers, spy. Hii ndo tiba itakayofanya kompyuta yako kuangalia nini kinaendelea. Je, unatrakiwa? Huko unatrakiwa au la? Ndio maana inasema track cookies, track cookies. Leo utanilia raz kidogo, kompyuta yangu upande wa voice na katakata, lakini katika yale maneno ambayo hayatosikika vizuri na kuwekea hapo maandishi ili twende sambamba. Kompyuta yangu kidogo ina changamoto ya kukatakata sauti, na hii ni kwa sababu ya kulimove voice assistance, kulimove vitu fulani kwa kutumia Tone script ama kwa kutumia ile AI remove tools. Hiyo mazingira hiyo inaenda inapelekea baadhi ya voice kuwa kukatakata, lakini nafikiri inasikika, sehemu kubwa inasikika, naeleweka. Lakini huenda hapo mbele nikarudia baadhi ya vipindi vizuri, lakini asilimia kubwa ya trick ni vitendo na sio maelezo. Maelezo ni fafanuzi tu kidogo, lakini vitu vya kuchukua wewe ni vitendo zaidi.
maelezo ni fafanuzi kwamba hapa tunafanya nini. Kwa mfano kama hichi tulichofanya, nilikwambia katika kuna ni tracker inataka kufanya activation. Sasa katika trick ijayo tutakuja kuangalia tunaipataje hii ikiwa activated. Kwa leo niishie hapa, niseme asanteni na kwaherini. Msiache kusubscribe channel yenu hii. Umeshaona hapa, tutaangalia tunafanyaje. Unaweza ukasave logs, tunaenda tukaifanyia kazi baadaye. Nafikiri kuna kipindi kinachokuja tutajua nitakuja kukuletea somo kamili ili masuala ya kujisekiwa, masuala ya hacking, ingawa trick zilizopita zote zikiwa ni mambo hayo ya secure. Mfano kama ile download AI remove tools, ile ni very secure, na content zilizopita nyingi ni very secure. Kwa hiyo niseme asanteni na kwaherini.